tushikamane nazo ili tupate kufaulu na tupate uongofu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasia wa kwanza, tuvumilie juu ya matatizo ya viongozi wetu na tumuombe Allah tulinde na shari zao. Wasia wa pili, tuwe na subira juu ya yale wanayotufanyia. Mtume akasema hata kama watatuvunja migongo, sio kutupora mali zetu tu, hata kama watatuvunja nini? Migongo. Mtume anasema tuvumilie. Wasia wa tatu, kama huna kazi ya kufanya, kalime ngwe ukamlishe mzazi wako. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka fabirruhma min ahsanil wajibati wa min afdalil qurubati, kuwafanyia wema wazazi ni bora kuliko jihadi. Je, kuwafanyia wema wazazi na maandamano, utaenda kufa, utawaacha wazazi wako na masikitiko makubwa. Mwisho kabisa, kuna binti mmoja nadhani mnajua ametrend sana kwenye mitandao siku zilizopita. Ni vijana na wa Kiislamu, alishawishika naye akatangaza maandamano, watu wakamtia nguvuni. Mama yake alilia sana na kulalamika, lakini kwa huruma ya rais akamwonea huruma yule mama, akafanya nini? Akamwacha huru, akafutiwa mashtaka yake kwamba hakujua aliyokuwa analifanya, hatari yake na athari yake. Mwisho mama yake anaojua unasema nini kwa vijana wengine ambao walikuwa wamehamasishwa kama mtoto wako? Akasema, vijana wetu tunakuombea, hayo mnayoyafanya msijiangalie wenyewe, tuangalieni sisi wazazi wenu. Mkiumia sisi tunapata shida sana, tunakuhitajini. Wazazi wako wanakuhitaji. Umewafanyia nini wazazi wako mpaka unataka kwenda kujiua kwenye maandamano wewe? Watakuua kweli? Alafu ngojea umoja wa kimataifa mpaka unapitisha hiyo haki ni miaka 20. Wewe ushakufa zamani kweli kweli. Fanyia wema wazazi wako wawili. Achana na mambo ya kushawishika ya mitandao. Yaani hakuna akili ya kizembe kama mtu aliyokuwa Marekani, mtu aliyokuwa sijui wapi, anakushawishi wewe ukaandamane, ukaharibu na kuvuruga amani ya nchi yako wewe mwenyewe. Mwisho tumelisema hili sio kwa sababu ya siasa, narudia tena. Mtume asema, mathalul qa'imi fi hududillah wal waqi'i fiha, mfano wa watu ambao wamesimama kwenye mipaka ya Allah na wenye kuingia kwenye mipaka ya Allah. Akasema, kamathalu qaumin istahmu ala safina fasara ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Wakawa wengine wako juu, ni sawa sawa na watu wamesafiri jahazi hili moja, wengine wako juu wengine wako chini. Mtume anasema, wakana alladhina fi asfaliha idha istaqaw min alma marru ala man fawqahum, wale waliokuwa ngazi ya chini wakitaka maji hawawezi kuchota, lazima wapande kwenye ngazi ya juu wakachote maji. Faqalu, wakaona kila wakati panda shuka inachosha. Wakasema, law anna kharaqna fi nasibina gharqan, kwa nini tusitoboe tundu hapa chini? Walam nu'dhi man fawqana, ili tusiwauzi waliokuwa juu yetu. Tutoboe hapa, tusipande gorofani huko. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wa in tarakuhum wa maradu halaku jamia, wakiwaacha wafanye wanaoyataka hawa waliokuwa juu, wanatoboa mnaangalia, mtakufa wote. Mtume anasema watakufa wote. Lakini wa in akhadhuhum ala aidihim najau jamia, lakini wakiwazuia kwa mikono yenu, bana msitoboe huko chini, maji yataingia, jahazi itazama, tutakufa wote. Watasalimika wa chini na watasalimika wapi? Ndio hivyo hawa wanaotoboa jahazi letu ambao ni nchi yetu, tusiwaachie. Tuwanasihi kwa maneno yaliyokuwa mazuri, tuwaambie mnataka kutuvunjia amani. Tukiwaacha tukiona ni kweli, fanyeni bwana vijana, fanyeni, tutakufa wote. Nas'alullah jalla wa ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.